Nitaka niseme tu kwamba Mheshimiwa Spika, wakati tunaanza miradi ya vijiji 10 kulikuwa na ukiritimba mkubwa ambao serikali imefanya kila jitihada, na waheshimiwa wabunge ni mashahidi kwamba ili mradi wa vijiji 10 utekelezwe lazima kwanza wananchi wa eneo hilo wachangie 5%, lakini pia lazima kuwe na ripoti ambayo inakubali au inakataa. Ukiritimba huu wote umeshafutwa. Hayo sio mafanikio, na miradi hii sasa inatekelezwa kwa uharaka kidogo, kwa maana zamani sasa wananchi lazima wachange michango ile itimie kwanza, mkandarasi atapatikana kwa kibali cha Wizara ya Maji, lakini sasa mambo hayo hayapo. Miradi hii wakandarasi wanaajiriwa na halmashauri zetu sisi wenyewe. Wizara ya Maji inapeleka fedha tu, lakini pia kasi ya kutekeleza imeendelea kuongezeka. Mimi nataka niseme kwamba hayo yote ni mafanikio, lakini pia ni kwamba baada tu ya kuanza kutekeleza miradi hiyo, miradi inayotekelezwa ni miradi 1814, na katika hiyo miradi 975 imeshakamilika na watu wanakunywa maji. Kwa hiyo leo watu wanaokunywa maji baada ya BRN kuanza kutekelezwa imeongezeka mpaka kufikia milioni 20. Huu ni ukweli na hizi ni takwimu. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema ni kwamba wananchi wa eneo husika wakiulizwa, ambao wanatumia mradi wa vijiji 10 uliotekelezwa na serikali, ukafika ukawaambia kwamba hakuna kitu, watakushangaa, watakucheka, na mwisho watakichagua Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ipo miradi ambayo imebaki katika vijiji 1115, miradi 839, nao tutaendelea kuitekeleza katika mwaka huu wa fedha. Na mimi sina shaka, CCM ndio mpango mzima. Rais atatokana na CCM, mawaziri watatokana na CCM, wabunge wengi watakuwa CCM. Kwa miradi hii itatekelezwa bila matatizo. Niwaombe wananchi waendelee kutupa ushirikiano, waachane na adaa. Mimi naamini kabisa kwamba bajeti hii tunaipitisha, na najua kabisa Wizara ya Fedha itatoa fedha, na miradi yote iliyobaki tutaendelea kuitekeleza. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi kwamba waache kupotoshwa. Na hili ni sawa sana kwamba kulikuwa na mtu amefika katika mji akauliza, alikutana na watu wasioona, akauliza hivi hapa ni mchana au ni usiku? Wale wenyewe ambao wasioona walisema sasa hivi sisi kwa uhakika wetu hapa ni mchana, lakini ili usitupe lawama waulize na wanaoona. Na walioona wakaulizwa hivi sasa hapa ni mchana au usiku, wakasema hivi sasa ni mchana. Wananchi wa Tanzania wanajua serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya nini, wanajua kama ni mchana au kuna mafanikio au hamna mafanikio, na mwisho yote ikifika Oktoba wao ndo watakaoamua kwamba nini kimefanyika. Lakini pia miradi hii baada ya kutekelezwa, unaweza kukuta hivi sasa mimi nimezunguka karibia mikoa 20, na kote huko nakuta miradi tunaizindua, tunaona mafanikio. Jumuiya za watumia maji zilikuwepo 373, lakini sasa jumuiya za watumia maji zimefika 909. Lengo letu ni kwamba jumuiya hizi ndio zitakazoendesha miradi hii, ndio zitakazosimamia miradi hii, ndio zitakazosimamia matengenezo ya miradi hii. Kwa hiyo yote haya mimi nasema ni mafanikio. Lakini pia niseme tu kwamba miradi mikubwa ya kitaifa itaendelea kutekelezwa kuanzia Ziwa Victoria, mkoa wa Dar es Salaam, maeneo ya miradi mikubwa ambayo inapeleka maji mpaka Tabora itaendelea kutekelezwa. Niwaombe wa Tanzania waendelee kutuamini kwamba serikali hii imefanya mambo makubwa, na tukipewa nafasi tutaendelea kufanya mambo makubwa zaidi. Mheshimiwa Spika, kulikuwa na changamoto mbalimbali ambazo pia zimepelekea miradi hii kuweza labda kuchelewa. Si kwamba miradi yote imechelewa kwa sababu tu ya serikali. Miradi hii, haya maji, vyanzo vya maji ni kutoka ardhini, kwenye mito, mtiririko, kwa wakati na chemchemi. Kuna mambo mengine ambayo si ya kibinadamu,
ni mambo ambayo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Unatafuta maji unakosa, miradi ile imechelewa. Lipo tatizo hilo kwa baadhi ya maeneo ambalo mpaka sasa tunaendelea Wizara ya Maji kupigania kutafuta vyanzo mbadala. Ni waahidi wa Tanzania maeneo ambayo hayo yana matatizo ya vyanzo vya maji, serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kufanyia kazi kuhakikisha kwamba azma ya kuwapatia wananchi maji inatimia. Na wakati mwingine ni kwamba zipo matatizo ya kiufundi, mradi umezinduliwa, aidha maji yakawa pungufu. Yote haya ambayo yamesemwa na wabunge tutaendelea kuyafanyia kazi, lakini lipo tatizo la ukosefu wa fedha, lakini tutaendelea kutekeleza miradi ya fedha kwa kadri bajeti ilivyopitishwa na kadri tutakavyopata pesa. Kwa hiyo si nia ya serikali kuwacheleweshea wananchi huduma ya maji, lakini haya mengine ambayo ni wakandarasi kutokuwa na sifa, haya ni ya kwetu sote sisi wenyewe wabunge, si swala la serikali. Sisi ni wajumbe katika kamati za fedha, sisi ndio tunaweza kushauri, tunawaajiri wenyewe wakandarasi, tutoe ushirikiano kwa pamoja. Na naamini kabisa kwamba tukishirikiana na serikali tutaweza kupata wakandarasi wenye sifa, na hatimaye azma ile ya kuwasaidia wananchi kupata huduma ya maji itaweza kutimia. Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba yapo mafanikio pia katika jiji la Dar es Salaam ambayo serikali hii ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuifanyia kazi. Mahitaji ya maji kwa jiji la Dar es Salaam kwa siku ni lita milioni 450. Uzalishaji kwa maji yanayopatikana ni lita milioni 300 kwa siku. Miradi mikubwa mitatu inayotekelezwa chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi itatatua tatizo la maji katika mji wa Dar es Salaam. Mradi wa Ruvu Chini umefikia 95%. Isingekuwa ni kesi za watu wawili watatu, tayari maji kutoka Ruvu Chini yangeshaunganishwa katika mtandao wa maji, na maeneo ya mabomba yale ambayo yalikuwa yanaitwa ya Mchina yangeshatoa maji. Lakini pia mradi wa Ruvu Juu umeshatekelezwa kwa 45%. Haya mambo yanafanyika na yanaonekana, mabomba yanaendelea kulazwa. Yote haya yanafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi.